Nimekwambia nini kuhusu huyu mtoto? Na unafanya nini? Umeniambia nini kuhusu nini? Wewe ambacho hujaelewa ni kipi? Nimekwambia huyu mtoto atoki humu ndani mpaka kazi zake zote za humu ndani ziishi. Lakini wewe una kiburi, unamchukua na unaondoka naye. Ina maana umedharau kazi zangu, si ndio? Kindege, mimi nadhani hili swala tumeshalizungumza tangia hapo awali. Sasa sioni kabisa kama kuna haja ya kuendelea kulizungumzia. Nimekwambia hivi, nimeagizwa na Mr. Beni nije nimchukue huyu mtoto ili akafanywe shopping ya vitu vyake vya shule alivyoagizwa na madamu wake. Ni kitu gani ambacho hujakielewa hapo? Kwani nimekatalia kuondoka naye? Sija kukataza binti. Nimekwambia kama unaona kuna umuhimu kutoka naye, msaidie kazi zake amalize na utoke naye. Ila wewe ulivyo kichwa ngumu, unamchukua kimababu na kuondoka naye. Ina maana nafasi yangu unaizalau sasa. Kindege, naomba unisikilize kwa makini na unielewe kabisa ambacho nakizungumza hapa. Sijaja hapa kuzalau nafasi yako. Na ninaheshimu sana nafasi yako humu ndani. Ndio maana nikaja kumuomba kistaarabu, lakini wewe inavyoonekana unataka shari. Hivi, unaweza kulinganisha kazi za humu ndani na elimu yake huyu mtoto? Hivi unajua kuwa elimu yake ni maisha yake ya baadaye huyu mtoto? Na isitoshe, huyu mtoto yuko chini ya umri wa miaka 18 na ni kosa kisheria kumfanyisha kazi za ndani. Na hatusemi watu tunakutazama tu. Tunaheshimu nafasi yako ndio maana hatusemi. Sio kwamba hatusemi kwa sababu sisi ni wajinga au hatuelewi. Tunaelewa kitu ambacho kinaendelea lakini tunakuheshimu. Wow. Naona sasa umeamua kunyanyua sauti yako na kunipandishia sauti. Kwa maana hiyo ninachokwambia hapa kinaingilia huku kinatokea huku. Wewe upo kwenye mji wangu, upo kwenye nyumba yangu. Naweza nikakufanya chochote kile na naweza kukuamulia chochote kile. Nimekwambia huyu mtoto utoki naye. Sasa ngoja nikuonyeshe mimi ni nani. Wewe. Kwa hiyo umeamua kuonyesha mabavu yako sasa. Ina maana maneno ninayosikia kwamba unatoka na Mr. Beni ni ya kweli. Umeamua kunisukuma uonyeshe kabisa wewe ni mke mwenzangu. Sawa Janeti, umeshinda. Ila hili najiwekea nukta. Si unataka kuondoka naye? Sawa, fanya hivyo. Kindege, kama nilivyokuambia hapo awali, sijaja kugombana na wewe. Ila nimekuja kutimiza wajibu wangu niliopewa na bosi wangu kuja kumchukua huyu mtoto. Umenielewa? Kwa hiyo sasa kama sijaja kugombana na wewe, ni lazima nimchukue huyu mtoto na niondoke naye. Haijalishi itakuwaje. Wewe umesema unaenda naye, nenda naye. Baby Supo, ni lazima tuondoke. Nimekwambia nenda naye. Si umeng'ang'ania kuondoka naye. Ina maana wewe una nguvu kuliko mimi. Ina maana una mamlaka humu ndani kuliko mimi. Nenda naye, ila hili halijaisha. Yaani vita umeitafuta. Mjomba alikuwa ameenda wapi? Hayupo kweli? Mume wangu. Sasa hilo swali gani unaniuliza? Wakati unajua mimi na tumetoka wote, alafu unaniuliza mjomba kaenda wapi? Kweli? Ila kweli. Lakini sasa atakuwa ameenda wapi? Au ngoja nimpigie simu aje? Umpigie simu? Wewe. Sikakuagiza ukamletee Farida wake. Haya, Farida yake yuko wapi? Umekuja mikono mitupu bila Farida. Alafu nasema nataka kumpigia simu. Haya, mpigie simu. Ila atakalokutokea mimi simu. Sema kabisa simu. Kweli. Si nikoje na mimi yani? Sina mimi nikoje? Eti nataka kumpigia sasa tena simu mjomba wakati Farida mwenyewe sija naye. Ila sio swala. Japokuwa najiuliza kama mjomba hayupo hapa nyumbani muda huu, atakuwa ameenda wapi? Alafu pia nawaza sasa kama akirudi pia Farida hayupo, itakuwaje? Wewe mwanaume wewe. Hivi wewe, huyu Farida wa nini kila dakika? Na kwa nini unapenda kunitaja Farida? Halafu mbona mimi hupendi kunitaja? Mbona mimi hujui kunitaja hata siku moja kila dakika Farida? Hivi haya maneno kwenye kinywa chako hayaishi kila siku Farida. Mimi nishagundua. Wewe bado unampenda Farida, si ndio? Ndio maana unamtaja Farida, si ndio
Wewe, sipendi kabisa. Tena sipendi Kanoni, sipendi. Hey, unanikwaza. Shida yako mke wangu sio unawaza nini? Mbona unataka kukuza mambo sasa? Mimi kumtaja Farida sasa kumeingiliana vipi tena mambo ya kumpenda? Mimi namtaja Farida kwa sababu mjomba akasema nimtafute Farida. Na unajua kabisa mjomba yuko hapa kwa sababu ya kumtaka Farida. Inabidi Farida arudi hapa. Akirudi hapa aje asaini kama nitalaka zake, mambo mengine yaendelee, aondoke hapa kwa amani. Kwa kumtaja mimi Farida sio kama eti namtaka. Mimi simtaki Farida kabisa. Simtaki kabisa. Ila inabidi nimete hapa mjomba amuone, akimuona mambo mengine tuyafuate, aondoke hapa kwa amani, tubaki mimi na wewe tunaendelea kuenjoy maisha mke wangu. Hasa kaanza kuniambia eti mimi kumtaja tu Farida inakuwa kwamba mimi nampenda. Haiko sawa mke wangu, mimi simpendi Farida, simtaki Farida. Na kutaka wewe na kumtaja hapa ni kwa sababu tu hiyo moja. Mjomba anamtaka Farida. Nyanga. Wewe Farida unampenda na ndio maana unamtaja kila dakika. Yaani ukitoa Kifarida anaingia Farida. Ukitoka Kifarida anaingia Farida. Yaani Farida mpaka nimechoka sasa. Farida unampenda na ndio maana unamtaja. Sasa sikiliza. Mimi nimechoka kusikia hili jina la Farida. Sipendi kabisa. Kanoni unanikwaza, unanikela. Hapo ushaamua tena. Utaongea hapa kila muda. Nisiposimama tu kama mwanaume hapa wote ndio kuongea. Haya, tuachane na hayo mambo ya Farida muda wote. Ushanielewa najua. Tumezunguka huko muda mrefu sana. Hapa mwenzako mimi nina njaa kinoma. Na njaa mno mke wangu. Hebu fanya utoe kitu kwanza, tupumzike hapa. Muda wote tunamsubiria mjomba. Inabidi utoe kitu tule kwanza. Mimi nipike. Mimi Tami nipike. Baba mimi kupika sipiki kabisa. Kwanza huyu mtoto wako kashaniambia kwamba mama leo sitaki upike, sitaki usogeleane na jiko kabisa. Sasa mimi navyoniambia niingie jikoni nikupikie wewe baba, mimi hiyo kazi siwezi. Naomba mume wangu uingie jikoni upike wewe mwenyewe, ujipikie ule. Hata kama nisipokula, wewe jipikie ule. Basi, lakini mimi sipiki. Sasa mke wangu, wewe kila kitu hutaki kufanya. Iwe siku utaka kupika, usiku kufanyaje? Unataka nikubebe, nikupeleke huku. Jamani, si nitazeeka mapema mimi kijana wa watu jamani. Hata kupika utaki. Mimba yenyewe changa hiyo bado kabisa, hata miezi 6 7 haijafika. Ikifika miezi 9, si nitakuwa nishazilai mimi jamani. Mke wangu naomba upike basi hata kidogo basi mke wangu. Nisaidie basi, mimi wenzako nimechoka bwana. Kanoni. Sio kwamba mimi mume wangu sikupendi. Sio kwamba mume wangu mimi nakuchukia. Sikuchukii. Nakupenda sana tu. Lakini changamoto ni huyu mtoto wako tumbo ndo anayetoa hizo amri. Akisema mama leo pika napika. Akisema mama leo simama. Akisema mama leo kaa. Akisema mama leo nataka baba akubebe. Baba ndo maana yote unayasikia. Sio kwa mimi nakunyanyasa, sikunyanyasi mume wangu. Nakupenda tu vizuri sana. Lakini tatizo ni huyu mtoto wako ndo anayetaka hayo yote. Kwa hiyo mtoto kashasema leo no kusogeleana na moshi, no kupika. Kwa hiyo babangu wewe nenda ndani katoe jiko upike, tule. Basi. Mambo haya. Acha nisiongee sana. Basi sawa, naomba unisaidie kuwasha jiko basi. Mimi napika mwenyewe. Baba. Hivi niongee mara ngapi? Mara ngapi niongee jamani unisikie Kanoni? Nimeshakwambia hivi, mimi leo siingii jikoni kupika. Na hata kile kitendo cha kuingia tu ndani kutoa ile jiko, kukutolea hapa nje baba, ukoroge upike, mimi siwezi. Yaani kwa nini huna huruma na mimi? Yaani kwanza hata kutembea naona shida. Yaani mtoto ananitesa, mtoto wako ananinyanyasa, ananitesa sana kwa baba. Siwezi babangu. Hebu nenda kachukue jiko uje upike. Wewe una njaa wewe? Umesema una njaa babangu. Kachukue jiko upike. Mimi siwezi. Siwezi. Nakosa hata cha kuzungumza. Anyway, sio swala. Acha nipike mimi. Wacha nichukue mwenyewe jiko niwashe, nipike mwenyewe. Sio utaki. Napika mwenyewe. Family life. Mama mjengo huyo, naona unachambua mboga mwenyewe. Ndio Sebiga, unaona muda umeenda. Kwa hapa nachambua haraka ili nipike. Ni kweli muda umeenda na mimi mwenyewe sina mishemisho yoyote. Ngoja nje nikusaidie tuokoe muda. Maana mwenyewe tumboni kwangu kuna wale wadudu wanafurukuta. Kwa hiyo ngoja nikusaidie chapu tuokoe muda, sawa? Sawa, hamna shida. Tena itakuwa vizuri. Basi sawa. Yaani hapa ndamani tufanye haraka. Ndugu zangu, yaani mnataka kuniambia sasa hivi ndo mnachambua njegere? Kweli mpo serious? Aisemi nilijua mpaka sasa hivi mboga ilishaiva. Yaani kila kitu kiko sawa kwa sababu
Hapa nilipo nina ubao kinoma noma, yani nina njaa dunia 70 huko. Kisinjile, samahani sana kwa kuwa nimewacheleweshea chakula. Lakini hapa nyumbani leo nilikuwa na kazi nyingi sana za kufanya. Yaani nimetoa vyombo vyote ndani nikawa naviosha. Kulikuwa na nguo za kufua nilikuwa nafua. Alafu tunakumbuka jana nilikwambia kuwa kuna dada nimemwambia aje kunisuka. Kwa alivyofika hapa na alikuwa na haraka. Kwa hiyo ikabidi nisuke kwanza alafu ndo nianze kupika. Hata hivyo nilikuwa nimechoka sana. Nilivyomaliza nilipumzika kidogo. Nimeamka sasa hivi ndo nimeona nianze kupika. Ila samahani sana kwa kuwacheleweshea chakula. Hata hivyo kama ulichoka sana kwa kazi za hapa nyumbani, pole sana. Siwezi nikakulaumu nini. Lakini hata aliyekusuka pia ni fundi. Anajua kinoma noma, maana umependeza. Yaani wabongo anasema umedamshi. Na wakati natoka harakati kama vile Mungu tu alicheza katika akili yangu. Kipindi nipo center pale nikasema ngoja nidake mboga hii hapa. Kwa pale nikanasubiria mboga pale, nikadaka mboga. Na hapa nina nyama. Kwa sasa nivodaka hii nyama hii, nikasema hii mboga hii tunakuja kula usiku. Lakini kwa sababu mpaka sasa hivi bado mboga yenyewe nilikuwa naitegemea hiyo njegele mpaka sasa hivi bado hazijaiva. Yaani hata jikoni bado hazijaingia. Rikcha anaendelea kuwa ya kushangaza na siri zinazidi kuwa nyingi. Usikose sehemu zinazofuata. Bonyeza subscribe na uwashe kengele ili kila sehemu ikufikie kwa wakati.